Ni mwaka wa pili sasa. Katika hali ambayo inamuumiza sana mwanamke ambaye amekaa kwenye ndoa muda mrefu pasipokuwa na mtoto au kubeba ujauzito ni hii hapa. Ni mwaka wa pili sasa. Toka umekaa na mwanangu, kazi ni kula na kujaza choo. Hamna mnachokifanya. Sasa naenda kumtafutia mwanangu mwanamke atakayemzalia niweze kupata wajukuu wazuri tena kucheza naye, sio wewe mwendo wazimu, kazi kula na kulala. Uzuri ni kwamba mwanamke unaweza kuwa unatafuta ujauzito kwa muda mrefu pasipokuwa na mafanikio, halafu changamoto akawa nayo mwenza wako, hata sio wewe. Mama, una shida, unaweza kubeba mimba vizuri tu. Shida ipo kwa baba. Wewe si mgumba, lakini mbegu zako ni nyepesi sana. Kwa sasa uweze ukatungisha mimba. Ila ukipata vyakula vizuri, matunda na supplement ambazo nitakuandikia, kila kitu kitakuwa sawa. Ndiyo, inawezekana mwanamke kutafuta mtoto kwa muda mrefu na kuendelea kulaumiwa pasipokuwa na mafanikio kwa sababu ya mwanaume wake kutoweza kutungisha ujauzito. Mwanaume endapo atakuwa na upungufu wa mbegu, ana mbegu ambazo hazina mikia, yani mbegu zake sio bora, yani sio rahisi kuweza kutungisha ujauzito. Kama unajijua umefanya vipimo vya aina yoyote lakini vipimo vinaonyesha hauna shida, basi ushauri wangu mchukue mwanaume wako leo, enda naye hospitali naye akafanya vipimo vya mbegu. Huenda yeye ndo ana shida ya kututungisha ujauzito, halafu wewe unaendelea kulaumiwa. Hali ya kutopata mtoto kwenye ndoa ni hali ambayo inaumiza sana tena sana. Nimeweza kuwasaidia watu wengi sana, na mwaka 2026 nina ndoto ya kuwasaidia wanawake wasiopungua 3,000. Kama upo tayari, comment nipo tayari, naomba msaada. Nipo tayari kusaidia. Mume wangu, hakuna chochote kinachotokea. Huyu ni mama, hakosei. Naamini siku moja atajua hili. Naamini siku moja atakaa sawa. Alisema kosa yake, nimetoka wajukuu. Ipo siku atakaa sawa. Tumwombe kwa Mungu, tuzidi maombi mume wangu. Yote yataisha.